Yaani unapiga simu unaongea wewe tu. Hujui niko na nani, nafanya nini? Oye unazingua. Haya niambie, shida nini? Hivi kati ya mimi na wewe nani anayezingua mwenzie? Yaani Chidi, unakuwa kama uelewi nini kinachoendelea mwanangu? Mimi nitakiwa niwahi kwenda barabarani nikatafuta hela na unajua kabisa nina mishono. Sasa kwani unaendelea kuniweka mimi hapa kama vitunguu unavikausha kwenye jua? Sawa. Mwanangu ile jana nimeingia popo. Sawa? Ila road ilikuwa kueleweki. Kwa chombo nimepaki mapema, nikaingia zangu kulala. Hebu naomba nisikilize vizuri Chidi. Mimi hapa sijafuata the storybook. Naomba nipatie hela pamoja na funguo mimi nikaamshe bajaji mwanangu, muda unazidi kwenda. Mwanangu, kweli hela nilipata lakini nilijaza mafuta. Unajaza mafuta? Nilijaza mafuta. Kwa hiyo ulijaza mafuta shilingi ngapi? 10. Kwa hiyo Chidi, unataka uniambie kwamba siku nzima kutoka mchana mpaka usiku umetafuta shilingi 10,000 tu, si ndio? Nimekuambia mwanangu, jana nilirudi mapema, chombo nikapaki. Wewe sasa unataka nifanyeje? Nikaingia zangu kulala. Haya hela nikitoa wapi sasa? Niliyopata nimekwambia nimejaza mafuta. Haya Unajua Chidi, wewe unaleta mzaa sana mwanangu. Afu kumbuka hii ni kazi. Kazi tumefanya nyingi mimi na wewe, leo unaniona kolo, sio? Ndio maneno kuondolea hayo leo. Okay, naomba funguo basi. Niache pale kwa mlinzi. Kwa mlinzi. Poa mwanangu Nasri. Hamna noma. Si ubaya ubwela? Hamna noma. Baby, naomba unisamehe sana kwa kilichotokea nyumbani kwako. Baby, mimi ndio inapaswa nikuombe wewe msamaha kwa sababu nimeshindwa kupeleka nyumbani kwangu kutokana na mazingira tulikuwa magumu. Lakini ungenipeleka mapema yote yasingetokea. Umeona sasa hasara za kunizungusha kunipeleka kwako yametokea. Jennifer, yani nisikufiche. Yani katika hilo nakiri wazi kabisa kwamba nimekosea. Lakini kikubwa umeshapajua nyumbani ina shida. Na yale ndo maisha yangu. Mara nyingi mimi nalala pale sebuleni dogo na mwacha lala chumbani. Usijali baby. Mimi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Na ukinioa tukianza kuishi pamoja, mambo yote yatakaa sawa. Mimi nafurahi kusikia hivyo. Na nakuhakikishia kama ambavyo umesema, kila kitu kitakuwa sawa. Tuko pamoja baby. Kweli. Basi nikusindikize. Siataki ukajumue viatu. Shaza. Nikuisha sawa. Asante baby. Oi. Kapande bajaji. Unaelewa? Sijui umenifunga kamba, sisi kila muadhini. Oya, tuna 500 hapa. Tutafika Kabwe hapa. Basi poa. Sasa leo angalia sio kasahau tunamkomaa. Baby jamani. Wewe siku ile mimi nimeibiwa kwa sababu ile bajaji alikuwa ni mwizi. Sasa wewe unasema alikuwa ni mwizi wakati vitu vyako umeshavipata. Baby unadhani nisingemshtaki angerudisha hizo vitu? Ndio kwa kutoka napo mazima. Omba unacho uliingia hivi. Mwenyewe unanijua, nilimtishia, nilimchachata hivi. Nikamwambia wewe unajua mimi ndio jeni wa Iunga. Wewe ile siku ukwepo ile malaika wako ilikuwepo. Sema ninachokupendea wewe mpenzi wangu ni hicho. Unajua wewe una biti sana. Yaani una biti hatari, sio kujua na kuogopa. Kumbe hakuna kitu. Lakini baby, unajua madereva baadhi waizi wanafanya bajaji yote waonekana mwizi. Ni kweli. Kwa sababu sio kila dereva wenyewe. Wewe ungekuwepo. Yaani sasa hivyo kukumbusha. Yaani sasa kukumbuka ilikuwaje. Yule kaka atakuwa anajuta kumfahamu. Au sio kakamu? Wewe. Wewe ongezea tu na msululu ndio bajaji. Acha shobo ndio bajaji.
mimi sipendi. Alafu shaka nadhani. Haya basi. Usitaki kuniambia kwamba kila ninapopanda bajaji yako inaisha mafuta. Bro, hii zaidi ya kuisha mafuta. Na hata kama mafuta atakuwa yameisha, chapoli ninacho cha kutosha. Hiki hapa. Nadhani nakio. Kwa nini umesimamisha bajaji? Au unataka kulipa kisasi kama cha siku ile? Mimi sio mtu wa kutunza visasi. Manake naamini aliyekupa nguvu wewe ya kunipiga mimi siku ile ndiye huyo atakayenilipia mimi kisasi. Na leo hii huu mziki naomba niachie nicheze mimi na huyu binti. Kaa pembeni kuwa mtazamaji. Sijui unanielewa bro. Baby, mtuondoke. Unasema uondoke? Haya, mnaondokaje? Yaani kumbe wewe pochi yako uliipata pamoja na simu yako pia uliipata, alafu unajikausha kama kijatokea kitu chochote yani. Si ndio? Hebu subiri kwanza. Unajua mnanichanganya. Naomba kwamba wewe na wewe nyinyi mnafahamiana, si ndio? Baby, huyu ndio yule kaka aliyeniibia pochi yangu pamoja na simu yangu. Wewe yaani una aibu, macho makavu kabisa. Sikiliza, mimi sikukuibia wewe na nilikulipa pesa zako. Nadhani hilo unalikumbuka vizuri. Mimi sitaki ugomvi na wewe, nahitaji pesa zangu, na kama hivyo hautataka kunilipa pesa zangu, mimi naenda kukufungulia kesi ya utapeli, na mwenyekiti wangu ndo atakuwa shahidi namba 1 kwenye hii kesi. Nimemaliza. Kabisa unachokiongea. Yaani unahakika kabisa timamu kichwani mwako. Yaani wewe umemwibia mpenzi wangu mimi simu pamoja na pochi yake, alafu wewe mwenyewe utoke hapo uende kushtaki. Baby, kwani wewe pochi ulitoa wapi? Maana mimi ile pochi niliacha kwenye bajaji ya huyo mkaka. Sasa hapa nimeanza kuwaelewa. Kumbe wewe na huyu binti mna mpango wa kunitapeli mimi. Nimeusoma huu mchezo. Huu mchezo nimeusoma. Sasa sikiliza, mimi sitapeliki. Tutakutana huko mahakamani. Hebu subiri kwanza. Sikia. Bro, naomba unisikize kwa makini, sawa? Naomba utege sikio lako unisikize kwa makini brother. Kama unataka kuendelea kuishi kwa amani hapa mjini, na kufanya kazi zako za bajaji kwa amani kabisa, kwa uzuri kabisa, jifanye kama utujui. Yaani jifanye kama tujui unaenda sehemu yoyote ile. Nitakuharibu brother, sawa? Nitakuharibu. Poa bro. Wewe unanimudu vizuri tu. Lakini mimi mwenyewe pia na mwanasheria wangu, sio mnanichukulia poa. Tutakutana huko mbele ya mahakama. Jinga mmoja nyinyi. Shida nini Jay, mbona unanivuta hivyo? Unataka nikuache pale, si ndio? Na umemsikia kabisa yule jamaa anataka akakushtaki. Upo tayari kula selo? Ndio, niko tayari kwa sababu yule kaka hana hatia. Yaani hana kosa. Alafu hivi vitu ameviona, mimi nimevishika. Nimeshika pochi, nimeshika simu. Na hivi vitu tayari ashalipia. Utaka kaka watu wafanye nini? Ushahidi hana yule. Upo tayari kushtakiwa na mtu ambaye alikuibia? Niko tayari kwa sababu yeye hana kosa na mimi sina kosa. Ninachotaka kujua je, hivi vitu wewe umevitoa wapi? Naomba uniambie afu nijue mimi pa kuanzia. Jeni. Kwa hiyo hichi ndo unakiona wewe cha muhimu sana. Na hii inaonyesha kabisa kwamba wewe unamwamini yule jamaa, si ndio? Yes.
kwa sababu mimi sio tapeli na kaka wa watu sio tapeli. Kwa nini utaki kumsema huyo ambaye ameiba hivyo vitu? Au wewe unamjua mwizi huyo aliyeiba hivyo vitu? Kwa hiyo nani tapeli sasa? Kwa hiyo unachotaka kumaanisha kwamba mimi ni tapeli, si ndio Jeni? Mimi sijasema hivyo, wewe umeyasema wewe. Ninachotaka kujua hivi vitu wewe umetoa wapi je? Inaonekana wewe unamjua huyo mtu ambaye ameiba hivi vitu ndio maana hutaki kumsema. Haya. Mseme. Sawa. Mseme utanifanya nini sasa? Na inaonyesha kabisa wewe umeanza kunipanda kichwani. Je, mimi sijakupanda kichwani. Ni kwa sababu tu unanishangaza, hutaki kusema hii pochi wewe umetoa wapi. Na kama hutaki kusema, inaonekana wewe unamjua mwizi. Maza. Je, unanipiga mimi? Kosa langu ni nini je? Je, unanipiga nimekosa nini mimi? Mbona kama umechangamka sana leo? Kuna nini? Chidi, achana kwanza na masuala ya furaha hii nilionayo. Issue ni kwamba mimi nimekuita hapa, nataka uende ukachukue bajaji pale Kaoshi. Uingie rodi. Mwanangu, ungenipanga toka jana ningekuelewa. Sasa hizi deni nishachukua dei waka. Na hivi nataka niingie rodi. Inakuwaje sasa? Chidi mwanangu. Kwa hiyo saizi tumeanza kukataana, uongo? Chidi wewe niambie tu unanikataa mimi. Okay, mambo yasiwe mengi. Wewe mpigie simu huyo jamaa, mwambie kwamba umepata dharura. Simple tu. Kwani shida nini? Wewe, ingekuwa hata kama wewe mwanangu umfanyie hivi ungefanyaje? Ungejisikiaje kwanza? Alafu muda huu unataka kurudi nyumbani ukafanye nini? Wakati unajua kabisa wife wako hayupo. Naijua hiyo. Wewe shida yako Chidi, wewe unakalili mambo. Achana na masuala ya kukalili. Pia achana na huyo ex. Umeona sasa mimi saizi nataka nikwambie kitu kimoja Chidi. Tena kitoto kipya. Yaani kipya, hivi unaelewa? Tena kitoto cha 2000. Kwa hiyo ndio maana nimekuita hapa uchukue bajaji. Mimi leo ni mambo ya umutu. Wewe. Mwanangu wewe hujui tu hapa. Fanya hivyo. Sasa ndio basi natosha kupoteza wewe. Yaani wife hata wiki haijaisha. Kitoto cha 2000 umesema Sawa, kitakuramba. Wewe Chidi sikiliza. Masuala ya maisha yangu mimi naomba niachie mwenyewe. Najua jinsi gani napambana nayo. Wewe hapa cha msingi nisaidie hiki nilichokuambia. Sawa, wewe nenda kachukue bajaji kule. Alafu mimi na wewe tutajua baadaye. Au unasemaje? Sina namna basi. Haina shida. Sasa acha basi niingie road. Nakukubali. Ila wewe mwanangu, kuwa makini. Wa 2000 na wasema 2000. Kitakutokea kitu. Sala Chidi. Mimi nakukubali mwanangu. Uhakika. Sioni hata pa kushika, mzigo umenilemea, wala sikomi mateso unayonipa na vituko unavyonifanyia. Zangu mboni kwako zimefunika, sioni ninakoelekea. Sisemi nimekosea njia, maana moyo umekuchagua. Sasa mbona unanitesa? Mawazo kwangu pika pakua, kutwa nzima na kufikiria, ila mwenzangu unanitenga. Penzi langu limechacha, hautaki kuniona wala kunisikia. Limechacha, penzi langu limechacha, hautaki kuniona wala kunisikia. Limechacha, la 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 la. Sijui umenifunga kamba, sisi kila muadhini
wala lamna biswala. Sisemi nimekosea njia, maana moyo umekuchagua. Sasa mbona unanitesa? Mawazo kwangu pika pakua, kutwa nzima na kufikiria, ila mwenzangu unanitenga. Penzi langu limechacha, hautaki kuniona wala kunisikia. Limechacha, limechacha, penzi langu limechacha, hautaki kuniona wala kunisikia. Limechacha, limechacha. Nasi. Pole sana kaka. Pole. Umekutana na timu ya mjini. Ngoja tukushangaze, tukulete mjini vizuri. Pale utakapoamka na kukuta sebule yako nyeupe. Sijui itakuwaje. Halo, mambo, uko wapi? Aha, sasa fanya fasta, njoo na bajaji. Mimi nimeshamaliza, kila kitu kipo poa. Fanya chapu, yani nakusubiri wewe na bajaji. Poa. Kazi yangu ya bajaji ndo inonipa mtaji. Kazi yangu ya bajaji ndo inonipa mtaji. Nakutana na changamoto, asubuhi mchana kutwa msoto. Nyumbani nina watoto, mambo mengi, ujana maji ya moto. Wajuza kubwa shesa